Vijana wanatakiwa wapate nafasi ya kuzungumza, wapate nafasi ya kusikilizwa, lakini pia watoe ushauri katika namna tunavyoendesha masuala yetu ya kiserikali. Kwa hiyo tulizindua jukwaa hili tarehe 10 mwezi Januari, na baada hapo tulienda mkoani Singida na leo tuko mkoani Mwanza tukizungumza na vijana wa Mwanza wanaotoka katika sekta mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia pia. Lakini cha muhimu zaidi ambacho leo tutakifanya, ambacho kwenye maeneo mengine tulikuwa tujawahi kufanya, ni kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa ametoa pesa shilingi bilioni 200 kwa ajili ya uwezeshaji wa vijana na akazielekeza kwenye maeneo mbalimbali. Vijana wa Mwanza baada ya kusikia fursa walichangamkia, walikutana pamoja na uongozi wa mkoa, wakatoa mawazo yao na yale mawazo yalileta wizarani. Na sisi tulivyochakata kwa leo, kati ya kitu kubwa tutafanya ni kuwawezesha vijana kwa upatikanaji wa mitaji kwa jumla shilingi milioni 200 ambazo tutazitoa kwa njia ya vifaa kwenye vijana wanaoshughulisha na shughuli za vizimba, lakini pia kuna vijana wanaoshughulisha na shughuli za usafirishaji hasa katika maguta wanayotumia, kwa tutawapatia. Na hii ikiwa ni dhamira tu ya serikali katika kuwawezesha vijana, kwa sababu kwa muda mrefu wamekuwa wakizungumza kwamba wanapata maarifa lakini uwezeshaji wa kiuchumi haupo. Kwa hiyo moja kitu ambacho tutakifanya leo kubwa ni kuwasaidia kupata hiyo mitaji, na ndio tumeanza. Kwa tutapita katika mikoa mbalimbali sawa sawa na maelekezo ambayo Daktari Samia ametupatia kwamba vijana wawezeshwe, na sisi tumepewa dhamana ya kufanya hivyo kwa kutumia sekta zingine, lakini wapo ambao tutawawezesha kupitia wizara yetu. Kwa leo tutafanya jambo hilo pia. Serikali inawezesha vijana kupitia mifumo mingi sana. Tunafahamu katika 10% za kipato cha halmashauri huwa tunatenga 4% kwa ajili ya vijana, lakini pia wizara zote za kisekta. Sasa hivi tuna wizara 8 zina program za vijana. Tuna fedha kwenye kilimo, tuna fedha kwenye mifugo, tuna fedha kwenye watu wa maendeleo ya jamii, tuna fedha kwenye madini, tuna fedha kwenye uvuvi, tuna fedha kwenye wanaoshughulisha na habari na ubunifu na sanaa. Kwa hiyo kijana inategemea tu yuko wapi. Leo tumewagusa hawa, lakini fursa zipo kwa kila sekta. Kila kijana anayefanya kitu chochote, sekta zote zimewezeshwa. Kwa hiyo ni kijana kuangalia anataka kwenda wapi, alafu anawezeshwa kwenye wizara yake husika. Yes, huu ni mkopo, wamepata mkopo lakini wa masharti nafuu sana. Kwanza hauna dhamana yoyote, hakuna dhamana walioweka, lakini ni mkopo wa 5%, ambazo 5% ndizo ambazo watalipa na muda unategemea na urejeshaji wao. Lakini kikubwa hatutawapa tu afu tuache. Tunatengeneza mpango maalum ambao watakuwa wanalelewa kwa ajili ya kusaidiwa kupata ushauri ili wanapokutana na changamoto waweze kusaidiwa pia. Lakini tutawasaidia pia kwenye masuala ya kikodi, pia kuna pungufu ambao watakuwepo, lakini pia hata muda wa marejesho. Moja ya changamoto tumekuwa tukikutana nayo ni kwamba wanapewa alafu wanatakiwa kuanza kurejesha haraka haraka. Kwa hiyo tumetoa allowance, tunaita tax holiday. Wakae muda fulani kidogo alafu baadaye ndo wanaanza kurejesha. Kwa hiyo yote kuhakikisha kwamba hawakwami katika shughuli ambazo wanazifanya. Sawa, tayari tuna vijana ambao wameanza kutoa matokeo tangu tukiwa Dar es Salaam. Kwa mfano leo kuna uwasilisho la watu wa PPRA ambao wanashughulisha na ununuzi wa umma, ambao wale wanatenga 30% ya bajeti za kila sekta ya serikali kuweza kuwatenga kwa ajili ya vijana, wanawake wenye ulemavu, lakini pia na makundi maalum wakiwemo wazee. Tumeona wako vijana ambao baada ya platform ya Dar es Salaam ambao ni mwezi Januari tu hivi tunavyozungumza wameshashinda tenda na wamewezeshwa tayari, wameanza kufanya tenda za kiserikali kusupply the material na wengine katika ujenzi pia. Kwa hiyo tunaamini kama ndani ya miezi miwili tumepata matokeo, inamaanisha kwamba tukiendelea hivi vijana wakiweza kusimamia zile fursa watapata matokeo makubwa pia. Mrejesho unategemea na aina ya biashara unayofanya, kwa sababu tunafahamu uwekezaji unatofautiana. Kwa tutazungumza kwa specific, lakini kwa mfano mtu anaenda kuchimba madini atakuwa ni tofauti na anaenda kulima, atakuwa tofauti na anaendesha bodaboda. Kwa hiyo hawa na wote pia mikataba iko tofauti kulingana na utaratibu, lakini mkataba unaweza kuanzia mwaka mmoja na kuendelea. Kwa hiyo inategemea na biashara, kwa sababu tunachofanya hatutaki kwanza tumpe kijana mzigo. Kwa sababu unaweza ukamwambia alipe miezi 12 alafu unakuta marejesho yake yanakuwa ni makubwa, hapati faida yoyote. Kwa hiyo tumekaa nao, tumezungumza nao, kila mtu kuangalia yeye uwezo wake ukoje. Kwa wapo ambao wamesema miezi 8 wanaweza wakarejesha, wengine miezi 12, wengine miaka 2. Kwa sisi tunachotaka baada ya kurejesha yale marejesho asibaki na mzigo mwingine wa madeni au amekwamua kiuchumi kabisa. Mheshimiwa Rais amesema anataka vijana wamiliki uchumi, na mimi maono yangu, hotuba yangu ya kwanza nilieleza tunataka tuwatoe vijana kutoka kuwa wachuuzi na wasambazaji wa bidhaa waanze kuzalisha. Wataendelea kuwepo wachache kwenye hiyo sekta, lakini tunataka wengi waingie kwenye uzalishaji. Wazalishe kwenye kilimo, wazalishe kwenye mifugo, wazalishe kwenye madini, wazalishe kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunatamani, Mheshimiwa Rais amesema anataka kuona vijana wanamiliki viwanda. Kwa moja mikakati tulionao ni uwezeshaji wa vijana kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo tunatamani
kijana wa Kitanzania asiwe ni kijana ambaye anaonekana yeye anatafuta kitu cha kufanya, lakini pia na yeye aweze kuanzisha kitu cha kufanya. Ndio maana umeona mitaji ambayo tumeanza kuitoa sio midogo. Vikundi ni viwili, kila kikundi kimepata milioni 100. Kwa nini? Tunataka sio tu ujiajiri, lakini tengeneza pia na ajira za watu wengine. Kwa hiyo tunataka tuzalishe ajira nyingi kupitia vijana wenyewe.